Ibilisi akatokea kule, akaja amjaribu. Alichokuwa anataka amuondoe kwenye msimamo wake wa kufunga siku 40. Lakini ndani yake kuna roho, kwa sababu kuna roho wa Mungu, hawezi kumshinda. Na wewe utashindwa kwa sababu roho wa Mungu yuko ndani mwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hebu sema sitashindwa kwa sababu roho wa Mungu yuko ndani yangu. Hebu sema sitashindwa kwa sababu roho wa Mungu yuko ndani yangu. Hapo ninataka nipakazie sana, kwa sababu kuna mtu anapookoka akamjua Kristo anaanza kujiuliza, hivi kwa nini hiki kimetokea? Hivi kwa nini hiki kinakuja? Hivi kwa nini hiki kinaonekana kwenye maisha yangu? Kinaonekana kwa sababu Ibilisi ni roho, anataka akuondolee roho wa Mungu. Kama alivyoshindana mbinguni, anashindana na wewe. Lakini wewe utashindwa kwa sababu ndani yako kuna roho wa Mungu. Yesu alijaribiwa, ingawa kuna Roho Mtakatifu, lakini mjaribu akaja kumjaribu. Hapa huyu amefunga ni siku 40. Mjaribu anapokuja kumjaribu, hajaja kumjaribu kwa kitu kingine kinyume na kufunga. Alikuja anamjaribu, anamwambia kula chakula. Hivi kula chakula si ndio lilikuwa jaribu lake? Pale kwa kuwepo na jaribu lingine tofauti na kula chakula. Kula chakula, lakini kwa sababu huyu ana roho wa Mungu, akamwambia siwezi kula. Tena akamletea na njaa. Kumbe kuna roho ya njaa. Labda nikupe mfano utanielewa. Mfano ambao nimekutana nao mimi mwenyewe. Nikakutana na roho moja inayoongea. Ikaniambiaje, mchungaji, huyu hapa sisi tumeshamjaza roho. Tumemjaza roho ndani yake. Nikawauliza, roho tumemjaza roho ndani yake, na roho tuliyomjaza tumemjaza roho ya madeni. Tumemjaza roho ya madeni. Kasema tumemjaza roho ya madeni ili weje? Tumemjaza roho ya madeni. Na madeni yani yale tuliyomjaza. Yani atakimbia mji, atakimbia. Nikasema kuanzia sasa ninaamuru hayo madeni mliomweka na wabadilike madeni yenu. Yakasema hapana, wao wanayaogopa. Yaani wamemletea madeni ambayo ni ya ajabu. Hebu sema ninafuta roho ya madeni. Kuna roho ya vitu vingi sana. Roho ya ukali. Ibilisi anaweza kumjaza mtu roho ya ukali. Roho wa Mungu anapokaa ndani ya mtu, anajaa ndani mwako. Akijaa ndani mwako ndio tunaanza kusikia tunda la Roho. Tunda la Roho: kufarijiana, upendo, kuwa na kiasi, kuwa na nini, kuwa na huruma. Nini? Sasa roho za ulimwengu zenyewe tumemjaza roho ya madeni. Nikasikia, nikasema sasa mimi nimemjaza roho ya madeni, na mimi kwa kwani nimemshika, na mimi namjaza roho wa Mungu akae ndani mwake, ili madeni hayo yatoke yawashike nini. Mchungaji, usiyalete kwetu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hebu sema, roho aliyoko ndani yangu leo anaongea. Ninabariki maisha yangu kwa damu ya Yesu. Nabariki hatua yangu kwa damu ya Yesu. Nabariki uzao wangu kwa damu ya Yesu. Nabariki nchi yangu kwa damu ya Yesu. Amen. Hali akiwa amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani kule alipokaa nyikani kwa muda wa siku 40, akiongozwa na Roho. Roho haonekani. Unayekutana naye anaongozwa na roho gani? Ile huioni, lakini kwa sababu ndani yako
mbio. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hapo ukienda nyumbani utasoma hapo, utajua yanayoendelea. Ila ninachotaka kukufundisha, nataka nikufundishe Roho wa Mungu. Twende msomaji wangu, twende mstari ule wa 18. Unasema, hebu anzia mstari wa 17. Unasema akapewa, anzia 16. Unasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Ishia hapo. Yaani kama wewe ulivyo na desturi yako, unakuja hapa kanisani. Na ukifika hapa unaanza kumsifu Bwana, unamshangilia Bwana, unapiga vigeregere, unagaragara chini, unamshangilia Bwana, halafu unafungua Biblia unaanza kusoma. Kumbe unafungua Biblia unaanza kusoma. Kwa mwili tunaona ni wewe, lakini ndani yako kuna Roho anayekuelekeza soma hapa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na ndivyo ilivyo. Mstari wa 17. Unasema akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Yaani ni kama Elia hapo umekaa, ukafungua Biblia, ukaenda moja kwa moja ukakuta Luka 4. Kumbe anayekuelekeza wewe kwenda kusoma hapo ni Roho, sio wewe. Ukafungua ukaanza kutusomea hapa. Lakini sisi tunadhani Elia wewe ndio unasoma, kumbe Roho ndiye aliyekuongoza uende usome pale. Kwa nini anaongozwa na Roho? Kwa sababu yeye tayari amekuwa mnyenyekevu wa kumpokea Bwana. Roho wa Bwana hakai kwa watu ambao hawajampokea Bwana. Hiyo ndio sheria ya Roho. Roho Mtakatifu hakai kwa mtu ambaye hajampokea Kristo. Sasa anza kujiuliza, ambao wako duniani hawajampokea Kristo, wao wana roho wa nani? Roho Mtakatifu anakaa kwa mtu aliyempokea Kristo, amuonyeshe la kufanya, amfundishe la kufanya, alafu anamuombea mtu yule. Kwa hiyo akafungua mahali pale, akatafuta mahali palipoandikwa na mtumishi wa Mungu nabii Isaya, yule aliyetabiri yale tuliyoona Isaya 61. Akasema mstari wa 18. Mstari wa 18. Lo, Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Ishia hapo. Kumbe yeye amemaliza mfungo wake wa siku 40 akiongozwa na Roho, akaenda Nazareti mahali pale alipolelewa, kama ilivyo desturi yake kuwa anaenda nyumbani mwa Bwana. Akaenda, amefika pale, akapewa chuo. Ni Biblia, ni kitabu chenye maandishi ya Bwana. Alipopewa kufungua akakuta mahali palipoandikwa na mtumishi wa Mungu Isaya. Mungu aliwahi kumwandaa mtu anaitwa Isaya, akamleta duniani, Mungu akajaa ndani mwake, alafu yule mtu akaanza kuona yajayo, na yale yajayo akaanza kuyasema, na alipoanza kuyasema yale yakaandikwa. Alafu mtu mwingine anayelengwa na maneno yale akatumwa, akaja siku ile anataka kuanza kazi, akafungua pale pale. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mjue Mungu sana. Mjue Mungu sana. Na wewe Mungu anakujua. Na wewe Mungu amekuleta kwa wakati. Na wewe mambo yako yameandikwa humu. Kwa kadiri utakavyomjua Roho Mtakatifu, kuna siku utakuja kufungua tu hivi, unakuta hapo hapo yaliyokuhusu wewe yameandikwa pale pale, na ndipo unapotakiwa kuanzia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Kumbuka Yesu amezaliwa. Sheria ya nchi ile utakiwi kuongea chochote mpaka ufikishe miaka 30.
Akaishi mpaka miaka 30. Miaka 30 ilipotimia, akasema sasa nataka nianze kutenda kazi iliyonitoa mbinguni. Sasa nisianze hivi hivi nikafunge. Akabatizwa, akafunga. Kwenye mfungo wake wa siku 40 akasema nienda nyikani. Akiwa yuko nyikani, Roho wa Bwana akawa yuko ndani mwake. Roho wa Bwana yuko ndani mwake, alafu Ibilisi akatambua kwamba huyu tayari anataka kuanza. Kuwa makini unapotaka kuanza kitu. Kuwa makini unapotaka kuanza kitu. Kwa sababu kuna roho atambuaye watu wanaoanza kitu. Sasa unaanza kitu uko brain. Unaanza kitu huna kitu ndani mwako. Hicho kitu utakifanya? Utakifanya? Yesu anataka aanze kazi iliyomleta kumtoa mbinguni. Akasema, kwanza nimuombe Baba, kwa sababu na mimi sasa hivi nimeshaacha utukufu, nimevaa mwili. Hebu kwanza nimuombe Baba. Maarifa nayo. Kaanza kumuomba Baba. Kumuomba Baba. Baba naye hajamwacha peke yake. Akamjaza Roho wake akae naye. Kama wewe ulivyojazwa na Roho. Sasa akiwa amejazwa Roho anatamka maneno. Maneno ya Yesu aliyotamka hayajaandikwa kwenye Biblia. Lakini lazima alitamka maneno mengi sana. Ndio kazi yake inataka kuanza. Ibilisi akayasikia. Ibilisi akasema naenda nimharibie mwanzo wake. Aanze vibaya, feli. Akamshawishi ule kura akampinga. Ibilisi akakimbia. Lakini anapokuja siku ya kwanza anze, anaenda kufungua kwa sababu ndani yake kuna Roho. Anafungua mahali pale panapomlenga yeye. Rudia mstari wa 18 Jennifer. Nasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Yesu alipofungua mahali pale akasoma. Kama wewe tunavyosoma sasa hivi, ndivyo alivyosoma. Kama tunavyosoma hivi, Yesu ndivyo alivyosoma pale. Kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, akajitambua kwamba mimi nimekuja kuanza kazi na Roho wa Bwana yuko. Na wewe sasa hivi unajitambua kwamba Roho wa Bwana yuko juu yako. Kafanye kazi ya Bwana. Sawa watu wa Mungu Akasema hivi, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Hebu sema yeyote aliyefungwa. Aliyefungwa akili. Aliyefungwa ufahamu. Kuanzia sasa namrejeshea ufahamu wake kwa jina la Yesu. Amen. Kuna waliofungwa ufahamu. Kuna walio